Mungu alikufanyia nini? Nilikuja hapa, nilikuwa wakati mwaka jana. Nakumbuka nikawa nimefika mahali hapa, nikawa na wakati mgumu sana kiuchumi. Na baada ya kufika hapa niliabudu, lakini nikawa umenikabidhi jiwe. Okay, ulikuwa ni mchimbaji au ulikuwa? Nilikuwa ni mchimbaji. Na ulikuwa umechimba miaka mingapi bila kupata dhahabu? Ilikuwa ni miaka mingi kidogo. Kama mingapi? Kama miaka 10 na kitu. Unachimbaga tu hujapata? Nachimbaga tu. Baada ya kufika hapa? Baada ya kufika hapa nilikuwa ni siku ya ibada. Ukaniombea, baadaye ukawa umenikabidhi jiwe. Nikakupa jiwe? Jiwe langu liko wapi? Baada ya kuwa nimetoka hapa niliondoka nalo, nilijaribu kulitunza sana. Baadaye nikawa nimeenda Mwime, nikajishughulisha na shughuli za kuchimba. Baada ya hapo nikaambiwa kwamba kule Kenya kuna sehemu pamehila. Nikawa nimeenda huko, ila nilienda na mafuta na chumvi. Siku ya ibada ya chumvi, nikawa nimechukua chumvi. Ukachukua mafuta na chumvi? Na lile jiwe? Na lile jiwe. Nikawa navitumia, nikawa nimeanzisha kule mwalo wa ubao moja. Kenya kule. Nikaendelea, lakini baadaye nikaambiwa kuna sehemu Tarime tena pamehila. Nikawa nimetoka kule, nikaacha yule mwalo kule. Kwa hiyo Kenya kule ukapata dhahabu mpaka ukafungua mwalo wako? Nilifungua mwalo pale. Baada ya hapo niliposikia kwamba pamehila hapa Tarime, nilikuwa nimekuja. Baada ya kufika pale nikawa kama kuchimba tu, kwa sababu zilikuwa juu. Nikachimba, baadaye nikawa nimepata fedha, nikawa nimefungua mwalo. Ukafungua mwalo mwingine tena Tarime? Na nilifungulia sehemu moja inaitwa Mabui Majita. Baada ya hapo nikaendelea kununua, nikawa tena nimefungua mwalo pale ambapo ni pale Nyanjage pale. Mwalo wa tatu wa pili. Kule Kenya ni watatu jumla. Wa Kenya na Tanzania miwili ya. Sasa baada ya kuwa nimeendelea, baadaye nilikuwa nimefungua maduara naendelea nayo, lakini baadaye tena nikawa nimewaza kuja huku, nikawa sipati nafasi. Nawaza kuja huku sipati nafasi. Ulikuwa upata nafasi kwa sababu ya ubizi wa kazi? Ubizi wa kazi. Nikawa na ratiba za kutengeneza garasha. Kwa ajili ya Mwaroni. Shida. Nilipoenda kweli nikafika vizuri, baadaye jamaa akawa ameniingizia fedha kwenye akaunti yangu milioni 8. Baada ya kuwa ameingiza ile fedha, basi moja kwa moja nikaenda kuchonga garasha, hata picha ninayo hapa. Ukachonga garasha? Kwa sasa hivi na mialo 3 ambayo inafanya kazi? Na mialo 3 ambayo inafanya kazi. Piga Yesu makofi ya shangwe. Powerful. Mtu ambaye alikuwa amefanya kazi zaidi ya miaka 15, hana fedha, hajawahi kuona dhahabu, leo tunapoongea hapa anamiliki mialo na maduara. Na jambo lingine, nilikuwa sina mifugo, nimenunua mifugo nyumbani kule. Nikawa nimeweka mifugo. Nimenunua kondoo 35 na mbuzi. Piga Yesu makofi. Kwa hiyo bado naendelea kumuomba Mungu anifanikishe zaidi, naendelee kumtumikia Mungu. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Garasha ndio hili hapa. Hilo ndio wananichongea, ni jipya kabisa. Nadhani Jumatatu nitalichukua au Jumanne. Mwambie ndani yako, umemwona Mungu aliye hai? Umeona Mungu aliye hai? Sasa huyu anakuelekea ni kwenye utajiri. Yes. Sasa hivi anamiliki makinikia. Alafu na jambo lingine, baada ya kuwa nimeanza kuendelea na shughuli za dhahabu, sasa hivi nanunua dhahabu, nauza mwenyewe sokoni. Unanunua? Nauza sokoni. Na kuuza. Powerful. Mwambie ndani yako, baada ya maombi kuna vitu vitafunguka. Baada ya maombi kuna kitu kitafunguka. Miaka 15 amekaa kwenye migodi, haoni hata shilingi 100, haoni hata dhahabu. Yes, na alipokuja hapa nafikiri mlimuona, lakini anapozungumza leo baada ya maombi sio yule. Yes, Dad. Mwambie ndani yako, sio yule. Kuna nguvu ilienda naye kutoka hapa. Na ushuhuda mwingine, nilipokuja hapa nilikuwa nimefungua duka hapo stendi kubwa. Baadaye nikawa mtaji umekuwa mdogo, nikawa nimechukua mkopo Selcom Bank pale kwa ajili ya kuendeshea, lakini mambo hayakwenda vizuri. Kipindi cha nyuma sasa ulipokuwa umekuja hapa? Kipindi cha nyuma mwaka jana. Baada ya hapo mambo hayakwenda vizuri, biashara ikawa ni mbaya, wakawa wamefikia hatua ya kuweza kuuza nyumba yangu. Wakawa wamesema kwamba watauza nyumba yangu, wakasitisha ule mkopo. Nikawa nimekuja na ile barua ya notice
waliokuwa wamenipa, nikampa. Ukaja na ile notes ya benki ya kuuziwa nyumba. Ya kuuzia nyumba, nikampa yule mchungaji yule pale, Pastor Yeremia. Yeah. Ukamkabidhi ile notes. Akawa ameiweka hapo kwenye madhabahu ile hapa. Akaiweka pale madhabahuni. Muda wote huu nilikuwa sijaweza kuja hapa ibadani, lakini nilipokuja ile Jumamosi akawa amenikumbuka, akaniambia hujaje kuchukua ile barua yako. Nikamwambia yale mambo yote yalishaisha. Powerful. Kwa hiyo ukaacha ile notes madhabahuni ukaondoka. Niliondoka. Benki waliuza nyumba? Hawakuuza. Ulipata fedha? Nilipata fedha, nikawa nimelipa. Ukaenda kuikomboa nyumba yako? Yaani nikachukua na hati. Na hati yako wakakupa? Wakanirudishia. Mpigie Yesu makofi. Powerful. Baada ya maombi, Mungu amefungua milango ya kazi. Mungu amerejesha nyumba ambayo tayari kwa ameshapewa notes ya kufanya nini? Ya kuuzwa. Wewe unauzaje nyumba notes iko kwenye madhabahu? Ni malaika yupi atakuruhusu? Pengine benki walikuwa wanapanga wakaiuze leo, wanapotea mtaa. Wanapanga wakaiuze, wanapotea mtaa. Mpaka anapata ile anaenda kuclear. Yes, daddy. Sema Yesu anaweza. Yesu anaweza. Amen. Amen. Ila wao wenyewe walisema kwa sababu walikuja pale nyumbani wakamkuta mwanamume sikuwepo. Kwa amekusudia kwamba wanapopanga kuja kuchora ile nyumba, wakifika pale ile eneo walikuwa wameamua kuchora, inaisha wanarudi. Mwisho wa siku akamwambia mwanamke kwamba mke wangu kwamba hivi huu mji una nini? Mbona kile tukipanga tukuja kufanya maamuzi inashindikana? Umesikia nilichosema? Yes, daddy. Mwambie jirani yako usicheze na madhabahu. Usicheze na madhabahu. Kwa hiyo kumbe hichi nilichokisema hapa ni halisi. Ni halisi kabisa baba. Kwamba walipokuwa wanakuja kutaka kuiandika, huwa wanaandika pale kwamba nyumba hii inauzwa na benki. Wanapofika kuandika wanashindwa mpaka wanamuuliza mwanamke, "Hii nyumba yenu ina nini?" Mwambie jirani yako ilikuwa madhabahuni. Ilikuwa madhabahuni. Hakuna malaika anayeweza kuruhusu waje wauze. Yes, daddy. Amen. Amen. Mwambie jirani yako nguvu ya madhabahu. Nguvu ya madhabahu iko juu ya sheria zote. Iko juu ya sheria zote za duniani. Za duniani. Kwa hiyo wakashindwa kuandika, wakashindwa kuiuza, mpaka ukapata hela. Mpaka nikapata fedha. Ukaikomboa. Powerful. Kama uko hapa na nyumba yako inataka kuuzwa. Oh yes. Natamka kama nabii wa Bwana leo. Oh yes, daddy. Hiyo nyumba haitauzwa. I receive it. Huo ni unabii wako. Oh yes. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa endelea kumtumikia Mungu zaidi. Amen. Kaza buti ya kumtumikia Mungu. Amen. Simama na Yesu kuliko ulivyokuwa nyuma. Amen. Amen. Utaziona baraka maradufu ya hizi. Amen. Huu Mungu amekuweka tu kwenye mfumo. Mungu amekuingiza kwenye system ya hela. Amen. Sasa ukitaka kutoka kwenye system ya hela, toka kwenye madhabahu. Halo. Kwa hiyo simama na Mungu, mshike Yesu kwa mikono yote miwili. Amen. Utabarikiwa mpaka watu watakushangaa. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mpigie Yesu makofi. Yes. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi.